Je, unajikuta ukikopa kila mwezi kulipa mkopo wa awali? Au madeni yako yamekuwa mzigo usioisha na unahisi huwezi kutoka? Leo tutazungumzia hatua 7 halisi na rahisi za kujitoa kwenye mzunguko wa mikopo na madeni bila stress na bila kukopa zaidi. Hii ni Mjawiri TV kupitia jukwaa la Mjawiri Growth Agency, tukikuongoza kwenye elimu halisi ya fedha na biashara. Usiache kusubscribe ili usikose makala hizi pindi tu zinapotoka. Kwa leo, tutazungumzia namna ya kutokana na mikopo na madeni hatua kwa hatua na kudhibiti pesa zako na kujenga uhuru wa kifedha. Hatua ya kwanza, tambua madeni yako. Chukua kalamu na karatasi au app ya kifedha na andika madeni yote ulionayo. Pata taarifa ya riba, tarehe za malipo na kiasi cha kulipa kila mwezi. Hii itakuonyesha picha halisi ya hali yako ya kifedha. Fikiria hisia zako. Unaogopa kulipa? Unasikia mzigo? Hizi ndizo sababu kuu kwa nini hatuwezi kupanga suluhisho bila kuona hali halisi. Fikiria Fatma, aliyejikuta akiendelea kukopa kulipa madeni mapya kila mwezi. Alipoandika madeni yote, alianza kuona ni madeni gani yanamchukua nguvu zaidi, na hatua za kwanza za kufanyia kazi zilianza kuwa wazi. Hatua ya pili, panga bajeti yako. Panga kipato chako halisi na gharama zako. Tambua matumizi yasiyo ya lazima na punguza. Hakikisha unajumuisha vitu muhimu: chakula, makazi, biashara, kazi na malipo ya madeni. Budget sio kizuizi, bali mfumo unaokufanya uwe huru. Hatua ya tatu, weka mabadiliko madogo. Usijaribu kufanya kila kitu mara moja. Hii inahakikisha unadumu kuendelea kulipa madeni. Kisha, weka kipaumbele cha malipo. Anza kulipa madeni yenye riba kubwa au yale yanayokusumbua zaidi. Fikiria malipo haya kama mzigo unaopungua kidogo kidogo badala ya kukosa matumaini. Hii pia inakufundisha nidhamu na mpangilio. Amani alichagua kulipa mkopo wake wa kadi ya benki kwanza kwa sababu riba yake ilikuwa kubwa. Baada ya wiki 2, aliona mzigo unapungua na moyo wake ulikuwa huru zaidi. Hatua ya 4, epuka kukopa zaidi. Hili ndilo jambo la muhimu zaidi. Usikubali mkopo mpya kulipa mkopo wa zamani. Watu wengi wanadhani kukopa zaidi ndilo suluhisho, lakini ni mtego wa kudumu. Badala yake, zingatia malengo yako na hatua ndogo ndogo. Hatua ya 5, jenga kipato cha ziada. Tafuta njia za kuongeza kipato chako. Unaweza kuanzisha biashara ndogo, kutoa huduma unazoweza, au kuongeza ujuzi wako ili kupata ajira yenye malipo zaidi. Kila kipato cha ziada kinakusaidia kulipa madeni haraka na kuongeza uhuru wa kifedha. Hata kipato kidogo kilichoongezwa kila mwezi kinapunguza mzigo wa madeni muda mrefu. Usikate tamaa, kila hatua ndogo ni hatua kuelekea uhuru. Hatua ya 6, tathmini na rekebisha. Kila mwezi, angalia maendeleo yako. Rekebisha budget au mpango wa malipo kama inavyohitajika. Angalia ni hatua gani zinakufaa zaidi na ni zile zinazoweza kuboreshwa. Hatua ya 7 na ya mwisho, jenga nidhamu ya kifedha. Fanya hatua ndogo ndogo kila siku. Jifunze kuhusu fedha na usiache mfumo wako wa kifedha. Nidhamu ndiyo ufunguo wa uhuru wa kifedha. Hii ni safari, siyo tukio la siku moja. Hivyo ndivyo unavyoweza kutoka kwenye mzunguko wa mikopo na madeni kwa uangalifu na nidhamu. Kumbuka, hatua kwa hatua ndiyo siri ya uhuru wa kifedha. Usisahau A, kusubscribe Mjawiri TV ili upate makala nyingine zinazokuja. B, share video hii na marafiki na familia ili wote wafaidike.